Yes. Akisha mechi kama sio 2-3 wamepoteza. Mechi ya Singida na Simba inakwenda kuchezwa usiku. Kwa sababu ndo kwa mara ya kwanza unakwenda kufungwa taa uwanja ule. Kwa hiyo mechi itapigwa usiku. Kwa hiyo Simba ana 90% ya mechi kupoteza. Kuna mechi itakwenda kupigwa Mwanza na Pamba. Pamba sio wanyonge. Mimi nakwambia. Tayari malalamiko yataanza hapo. Malalamiko yataanza hapo. Okay. Isemu anaharibu ligi. Yanga anaingilia mechi zetu. Mangungu hafai. Mangungu tusimchague tena. Hapo itaanza. Wakija mechi hapa Dar es Salaam hapa. Yes. Katika hizo mechi zao 2. Moja inaweza ikatoka draw. Tunahama uwanja. Klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na wao si haba. Godfrey, tutazame pia ratiba ya Simba. Kwa maana ya michezo 5 ya mwanzo. Simba na yeye unaweza kusema bwana, ratiba yake imetoka na iko vizuri. Ukimwangalia Simba yeye ana mechi 3 za away. Yes. Mechi ya kwanza ana mechi ya Kaitaba kule Kagera. Anakutana na Juma Kaseja. Ni mechi itakuwa nzuri kwa sababu Kagera Sugar wamekuwa pia na msimu mzuri sana wakiwa na wakiwa championship. Tarehe 16 hiyo. Yes, chini ya Juma Kaseja. Amekinoa kikosi chake, alishuka nacho msimu juzi tuseme, si ndio? Msimu jana amecheza championship, kwa hiyo amepanda nacho. Kwa hiyo anawaelewa zaidi wachezaji wake, na naamini pia kutakuwa na maongezeko mengi sana kwenye hili dirisha kwa upande wa Kagera Sugar, kuchukua ama kuongeza wachezaji wakomavu na wachezaji ambao wanaweza wakaongeza ushindani kwenye ligi. Kagera Sugar pia ilishaipa tabu sana Simba, hasa kiwanja cha Kaitaba. Kiwanja cha Kaitaba hakijawahi kumuacha Simba salama. Kama kutoka ndo wanasemaga mganga ametoka lakini hoi. Jini limetoka lakini mganga yuko hoi. Limetoka lakini jini hoi. Kwa hiyo huwa inakuwa hivyo. Kwa hiyo ukiangalia Juma Kaseja kwenye ligi msimu jana, namna msimu juzi alivyoichukua mwishoni, Kagera Sugar ilianza kucheza vizuri, lakini walikuwa wamechelewa kufanya maamuzi ya kumpa kikosi mapema. Kashuka nacho, ila ameonyesha sasa ujasiri kwamba mimi ninaweza kuitoa timu sehemu moja kwenda sehemu nyingine, okay, kwa kuipandisha timu ligi kuu tena Tanzania bara. Kwa hiyo kwangu nitaona game nzuri, lakini huwezi kuacha quality ya Simba kwenye kupata ushindi. Kwa hiyo favorite atakuwa Simba. Mechi inayofuata ya Pamba Jiji Mwanza. Mara ya mwisho Simba na Pamba Jiji wametoka sare ya 1-1 pale CCM Kirumba. Goli la mbali la Mwashinga. Sawa kutoka mbele kidogo ya katikati ya uwanja. Akasawazisha matokeo yakawa 1-1. Pamba Jiji nimetoka kusema kwamba pamoja na kuwa na wakati bora sana ama msimu bora msimu jana, msimu huu wameondokewa na wachezaji wao wa msingi zaidi. Kwa hiyo bado naona pia kwa Pamba Jiji sioni kama itaenda kupata matokeo mazuri kwa Simba kwenye huu msimu. Kwa nini? Kwa sababu Steven Becker atajua namna ya kuapproach mechi akiingia kwenye msimu huu, tofauti na alivyoingia msimu jana. Lakini mechi nyingine atakutana na Singida Black Stars, ambayo hii imekusanya sio kusajili sisi. Hii huwa inakusanya. Okay. Yaani wachezaji sehemu yoyote wale wao wanaona ni bora, ama wakisikia kwamba huyu ana namba hizi, ama wakiona kwamba huyu mchezaji ni mzuri, huwa wanaenda kufanyaje? Kumsajili. Kwa mfano, wametoka kumsajili Omari kutoka Simba. Hajapata wakati mzuri hata kidogo wakiwa na Simba, lakini wamemsajili. Wamesajili wachezaji takribani wengi kutoka timu kubwa hapa hapa Tanzania, kuanzia Simba, Yanga, Azam, wanao hao wachezaji. Lakini wanao pia wachezaji wao wenyewe binafsi ambao huwa wanafanya scout. Kwa mfano, kina Nduumwe ndo wao hatukuwa kuwasikia, hatujawahi kuwa na concentration nao, lakini nini ambacho wamekuja kukifanya? Wamekusanya wachezaji wengi ambao pia inaweza ikawa surprise kwenye hapa. Ndo naweka sasa, kuanzia hapa naweka doubt, pengine Simba anaweza kukutana na wakati mgumu, ingawa ameshinda mechi iliyopita na ile mechi ya kwanza, lakini bado mchezo haukuwa
rahisi. Mechi nyingine atakutana na Coastal Union. Hii mechi sio ngumu kwake sana, kwa sababu atakutana nao Uhuru, na mechi inayofuata atakutana na Geita Gold. Kwa hiyo hizi mechi zote 5, Simba mechi ambayo naiona ni ngumu zaidi kwangu ni mechi dhidi ya Singida Black Stars, kutokana na aina ya wachezaji ambao wako nao, reaction pia nayo ambayo huwa inachukuliwa wakikutana na Simba na Singida Black Stars. Unajua kuna ushindani wa ndani Cisco, alafu kuna ushindani wa nje. Okay. Haijawahi kuwa mechi rahisi. Huyu akikutana na Simba ye huwa anataka kuonyesha ukubwa wake. Ila Simba akikutana na Singida Black Stars huwa anaamini Singida Black Stars sio mkubwa, ila huwa anatumia advantage ya mgongo wa pili ambao wanahusisha kwamba hawa Singida Black Stars na Yanga pengine wana mahusiano, kitu ambacho sio kweli. Ni hisia, ni namna tu ambavyo watu wameichukulia, lakini bado mechi huwa inakuwaga ngumu, mechi huwa inakuwa nzuri kwa sababu huwa inatoa ushindani wa hali ya juu sana. Sawa. Bwana Kadege, wapinzani wako ratiba yao umeiona. Nataka pia na wewe utie neno lako. Kama haujaipata vizuri, basi wacha nikusomee japo kidogo ratiba hii ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa michezo yao 5 ya kuanzia. Maana ya kwenu unajua unaijua. Na tumezungumza hapa. Lakini je, ya 5 unaijua vizuri? Tarehe 16 au tarehe 15. Tarehe 16 anacheza na Kagera Sugar Kaitaba. Akitoka Kaitaba pale atacheza tena tarehe 19 na Pamba Jiji, atakwenda Kirumba. Akatoka CCM Kirumba kule Mwanza, atarejea tena Singida. Anaenda kucheza na Singida Black Stars tarehe 22 kwa maana ya Airtel Stadium pale. Baada ya hapo anacheza na Coastal Union kwenye uwanja wa nyumbani wa Uhuru tarehe 27. Kisha atacheza tena Uhuru na Geita Gold tarehe 31. Sasa nikwambie katika hizo mechi 5. Yes. Akisha mechi kama sio 2-3 wamepoteza. Mechi ya Singida na Simba inakwenda kuchezwa usiku. Kwa sababu ndo kwa mara ya kwanza unakwenda kufungwa taa uwanja ule. Kwa hiyo mechi itapigwa usiku. Kwa hiyo Simba ana 90% ya mechi kupoteza. Kuna mechi itakwenda kupigwa Mwanza na Pamba. Pamba sio wanyonge. Mimi nakwambia. Tayari malalamiko yataanza hapo. Malalamiko yataanza hapo. Okay. Nisemo anaribu ligi. Yanga anaingilia mechi zetu. Mangungu hafai. Mangungu tusimchague tena. Hapo itaanza. Wakija mechi hapa Dar es Salaam hapa. Yes. Katika hizo mechi zao 2. Moja inaweza ikatoka draw. Tunahama uwanja. Tunakimbia katika uwanja huu. Hatuwezi kukaa nao pamoja. Wanatuharibia mechi. Yaani vurugu inaanza hapo. Okay. Ndio maana nimekuambia katika mwaka ambao Yanga itatangaza kombe mapema tena kwa pointi nyingi, Simba atakuwa kaachwa mbali na wengineo. Ni mwaka huu. Kwa usajili waliofanya Yanga. Kwa Yanga walivyokuwa na umoja, walivyotulia, vikao vinaoendelea. Jamani, Yanga bingwa hana mpinzani. Yaani Simba wataendelea kusubiri ndani ya miaka 10-15 ya mbele mpaka 20. Mimi nakwambia. Simba wataendelea kusubiri. Na kwa tukio waliolifanya juzi baada ya kupata kombe la CRDB, kombe la ajabu lile. Yeah. Pale Jangwani walivyoenda kuchafua mazingira. Nani atakayeruhusu kwamba wachukue kikombe chochote tena? Kwa sababu engineer GCM wanajuta, na ndio maana Yanga wakatenga bilioni 28 ya kwenda kufanya usajili mkubwa, kwa sababu uchafuzi kama hatutaki kuuona tena. Kwa sababu wao hata kama watachukua kombe la Ndondo Cup, basi Yanga tutatulia. Wao ndio wametufanyia nzi wote wa Dar es Salaam wakawa 100 pale Jangwani. Wameenda kuchafua mji pale. Nzi wote wa Dar es Salaam wakawa pale Jangwani. Wachina mpaka wamegoma, nilisikia kuna siku uliongea hivyo. Wachina mpaka wakagoma, wakasema basi hapa pachafu na kila kitu. Ndio chanzo cha kuleta vifusi pale haraka. Gharama kubwa kupiga dawa na kila kitu kutoa uchafu wao. Ndio Wachina kurudi sasa hivi uwanja unajengwa na sasa hivi wanaibuka kutoka chini wanakuja juu. Kuanzia wiki ijayo Wachina wataanza kuonekana saa zalani. Kwa sababu uwanja tayari utakuwa unaenda juu sasa. Kwa hiyo tutaruhusu wachukue kombe lolote katika hizo mechi 5. Na tutafanya kwa lolote lile katika hizo mechi 5 waweze kupoteza mechi 2 mpaka 3. Mimi nakuahidi kiwa kama mzee Kadege. Okay. Yanga mkoa wamejipanga. Simba wamejipanga, umeona usajili wao, wamechomoa mtu Azam pale. Wamemchomoa mtu pia Pamba kule. Kevin Nation. Na dogo Azam na mfahamu vizuri. Kevin Nation alitokea Dodoma Anatokea Pamba Jiji. Pamba yes, kumbe niko sawa. Anatokea Pamba Jiji. Unaona bado ya kimataifa pale zinashuka mashine mbaya, mashine chafu.
Nasemaje? Kuna sura za kazi Simba wanazitambulisha. Nchi itatetemeka hii. Dogo Azam nimemuona. Japo Azam alikuwa apati nafasi vile, lakini Dogo yuko vizuri. Kwa hiyo katika upande wa pale watakuwa wamepata mchezaji, lakini je, kwa Simba ile wanaweza kumtumia? Unajua shida nyewe mnashindwa kuelewa. Mchezaji anaweza kawa yuko vizuri kila kitu. Lakini je, hapo anapokwenda, je, utaweza kumtumia? Hapo ndio kwenye tatizo. Utamtengeneza? Hapo ndio kwenye shida. Utamtoa ile pressure ya timu kubwa? Mambo yako Yanga. Utamuona huyu na mchezaji ambaye anatoka Pamba, Kevin Nation. Kila mechi akicheza moja ya pili anapata kadi nyekundu. Kwa sababu kwanza atataka kuonesha ufalme. Na vile alivyokuwa hana nidhamu toka zamani akiwa Pamba. Kwa sababu nikwambie, nakupeni siri, nakupa za ndani bwana Sisco. Sawa, karibu. Kevin Nation ndio mtu wa kwanza kuandika barua kwa mkono wake kwamba nataka kuja Yanga. Na kupiga simu sio moja. GCM anampigia, Engineer anampigia, Ali Kamwe anampigia kwamba nataka kuja Yanga. Naipenda sana Yanga. Tukaulizwa mashabiki na wanachama. Tukasema kwa nidhamu aliyokuwa nayo Kevin Nation, kwa Yanga hapana. Usio kata mambo ya Argentina jana kukosa kombe ikaanza mambo ya ubondia tena. Yanga sio klabu ya ubondia. Japo inaruhusu Yanga kwa sababu ina michezo yote Yanga. Yanga inacheza ngumi, unacheza rede, yani ndio maana nikwambiwa Yanga Sports Club michezo yote inachezwa pale Jangwani. Lakini kwa utaratibu, sio viwanjani sasa. Kwenye mpira tuna ngumi. Tunataka tucheze mpira tu. Kevin Nation tukamwambia hapana, Engineer, huyo mtu aende Simba. Kwa hiyo sio ukashangaa Kevin Nation kila mechi kadi nyekundu. Kila mechi kadi nyekundu kwa sababu anataka kwa timu ile pressure, anataka kuonyesha ile pressure yake ndio anapocheza rafu sio na maana. Kwa hiyo sisi ndio tulompeleka Kevin Nation Simba. Sisi. Ni ndio mmempeleka Kevin Nation Simba. Sawa Kadege, mimi naweka nukta hapo kwako. Nimepata kukusikia vizuri namna ambavyo umezungumza pia ratiba ya watani wenu kwa maana ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Godfrey. Yes. Mambo ni mazito kweli kweli. Ni hatari Kadege.